Kuna huyu jamaa anaitwa Samson, anatoka kijijini Mtwara na kuja mjini kutafuta kazi. Alipofika tu Dar es Salaam akakutana na mtu mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Kizito. Bila uoga, Samson akamsalimia na kuanza kumweleza shida zake. Kizito bila kusita akamwambia, usijali, nimekuelewa kijana, panda kwenye gari twende nyumbani, nitakupa kazi. Samson bila kujua anaingia kwenye mikono ya mtu hatari sana, akapanda kwenye gari. Kimoyomoyo akawa anajisemea, kumbe mjini kupata kazi ni rahisi hivi, sikutegemea kabisa, watu walikuwa wananitisha tu. Basi safari ikaendelea mpaka walipofika nyumbani kwa Kizito. Samson alishangaa sana kuona nyumba kubwa kiasi kile iliyosheheni magari ya kifahari. Alishangaa kuona jumba lote, hakuna hata mlinzi nje wala ndani wa kufungua geti. Maana jamaa alivyofika tu na gari getini, alitoa remote control na kufungua geti. Samson alishangaa sana, maana hajawahi kuona hiyo kitu kwenye maisha yake. Sasa waliposhuka tu kwenye gari, kuna mtu alitoka ndani na kuongea, karibu kaka, naona umerudi. Ilikuwa ni sauti ya mdogo wake Kizito. Kumbe hapo ndani Kizito anaishi na mdogo wake ambaye anaitwa Justin. Wakaingia ndani na kumkaribisha Samson aketi kwenye kochi, na Kizito akaamua kumuita mdogo wake pembeni waongee kidogo kuhusu mgeni aliyefika ambaye ni Samson. Sasa maongezi yalikuwa hivi. Kizito alimwambia mdogo ake, mdogo angu, nimepata yule mtu wa kukamilisha ile kazi. Bro, hauchoki kumwaga damu za watu tu? Justin alimuuliza kaka ake, akamwambia mdogo angu, kumbuka tunaishi kupitia pesa, na mjini hapa hatuwezi kuishi bila pesa. Acha tuendelee kufanya haya tu. Ghafla wakasikia Samson anaongea na mama yake kwenye simu, kumjulisha kuwa nimefika salama mama, na nimepata mtu ameniahidi kunipa kazi ya kufanya na kuahidi kukupa matibabu na utapona kabisa mama angu. Nakupenda, ndio maana nimekuja huku kutafuta. Justin akamgeukia kaka yake na kumwambia, bro, acha ichi ambacho unawaza kumfanyia huyu jamaa, maana umemsikia kila kitu anachokiongea. Ana mama ambaye anaumwa, yupo kitandani, anategemea mwanaye apate pesa amsaidie. Licha ya kuongea hayo, Kizito alionekana hajali chochote na kumwambia mdogo wake kuwa ukiendelea kuongea chochote, ili jambo nitalifanya kwako, kaa kimya. Mpuuzi wewe. Wakati wanaendelea kubishana, Samson akaja na kuwakuta kama wana ugomvi, uso zimevimba. Akawaambia, jamani, samahanini, naomba kujua choo kipo wapi? Basi Kizito akamwambia mdogo wake, nenda kamuoneshe choo. Justin akaondoka kwa hasira sana, huku akitamani kumwambia ukweli Samson, lakini aliogopa sana kufanyiwa mambo ya ajabu na kaka yake. Ikabidi afunge mdomo tu. Basi akaenda chooni bila kujua mipango ambayo wanaipanga kwa ajili yake. Kumbe boss Kizito, pesa zake ni za kafara, na kafara zake hazichagui nani wa kumtoa, ili mradi mtu akanyage tu ndani ya nyumba yake. Na hiyo imekuwa kawaida yake kuua watu kwa kafara hapo nyumbani kwake, na ni kila wakati anafanya hivyo, na mdogo wake pekee ndo ananejua hilo, huku wazazi wao wote wamewaeka ndani kama misukure kwenye chumba ambacho hatakiwi yoyote kufika isipokuwa yeye mwenyewe Kizito tu. Basi siku inayofuata bwana mdogo Samson akaoneshwa majukumu yake ya kufanya pale ndani, ni mambo ya usafi na kuosha magari. Pia akasisitizwa anaruhusiwa kukanyaga vyumba vyote isipokuwa kimoja tu. Samson alikubali na wala hakupinga hilo kabisa. Alijisemea tu, mimi nitafuata yangu tu, mengine hayanihusu kabisa.